Nini unajisikiaje? Najisikia hivi. Unajisikia hivyo? Au. Kaka sitaki. Kaka niache. Mama. Tulia. Kaka sitaki. Jaisila music ndo vile nimekuzoea, kiondoka mwenzako mtaumia. Usijewaza kuondoka, usijewaza kwenda mbali, usijewaza kuondoka, usijewaza kwenda mbali. Mapenzi matamu unipe, nami nikupe vinono vinono. Tulia wala usiwe na pupa. Yeah. Wenzako nishajipanga kukupenda mpaka mwisho. Takuganda mpaka mwisho. Usijaribu mbali kwenda, mi ukanitenda. Moyo wangu jina lako limechorwa kwangu, hata jina langu kifuani mwako. Oh baby, saizi kama samaki na maji uliponiminyu. Naomba unisikilize. Sawa? Sielewi shida yako ni nini? Shida yangu nimekuja kwa ajili ya Nurat. Umekuja kwa ajili ya Nurat? Ndio. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea baina yako na Nurat? Mimi na Nurat ni wapenzi wa muda mrefu. Wewe unajisikiza upumbavu unaoongea? Wapenzi wa muda mrefu? Wewe na mdogo wangu ni wapenzi. Mimi kama kaka tusifahamu juu ya mapenzi yenu. Una akili wewe? Mama nimekuja hapa. Wewe upenzi wa wapi au vichichoroni huko? Sawa. Kilichokuleta nini? Kilichonileta mimi nataka kumuoa Nurat. Wewe una akili timamu wewe? Wewe una akili wewe? Hivi mimi ni upumbavu wa kuniambia wewe kilichomleta mimi nataka? Mjisikilize ujinga unaoongea. Haya sawa. Umekujaje hapa? Unaingia kama unaingia chooni. Ingekuwa ni chumba cha Nurat yeye kama yeye, ungeweza kuingia masaa yote unavyojisikia, ni makubaliano yako wewe na yeye. Lakini hapa ni nyumbani. Na mimi ndio kutoa go ahead binti aolewe au asiolewe. Nakuelewa vizuri, lakini sawa, lakini sikiliza kwanza. Naomba nisikilize. Mimi nampenda sana ndugu wako. Kwa hiyo naomba unielewe tu ili ulipitishe hili jambo. Yes, tunataka baraka zako. Nilipitisha kwa hiyo mimi niwe mshenga mdogo wangu. Unaona akili timamu? Na nilipitisha vipi? Lakini kaka, mimi nimekuja kwa nia nzuri tu kumwoa Nurat. Nurat haolewi. Sawa? Yupo mtu ambaye ni special kwa ajili ya Nurat. Mimi namfahamu yule kijana. Wewe naomba usiendelee kupoteza muda wako. Hili jambo litakuchukulia muda. Naomba uende. Hebu usiniharibie siku yangu. Naomba uende. Lakini mimi na malengo. Hey, wewe. Naomba unisikilize. Toka, naomba uondoke. Shenzi wewe. Watu gani hamuelewi? Yaani jambo moja nikaa naongea mara 10 ni akili hiyo. Aisee. Naona njaa inauma mpaka nimefika mia uji huu. Sawa. Nimekuita hapa japo usijisahau jikoni pia. Jana kuna kijana mmoja alikuja, ni mrefu hivi. Alafu si mweusi si mweupe kama maji ya kunde. Maji ya kunde alikuja mida fulani ya saa 7 na akakuulizia. Na hata ujio wake unaonekana mlikuwa na appointment, yani amekuja, yani kulikuwa na ahadi ambayo nyinyi mmekubaliana.
Ni nani? Ni kweli. Lakini ulimsikiliza labda chini kwa kuambia. Sasa naongea naye vipi mtu nisimfahamu? Kama ni jambazi, nimpe muda wa kumsikiliza, mwisho wa siku anichome kisu. Sio? Kwa sababu kweli alikuja, lakini lengo lilikuwa ni kuongea na wewe. Na mimi nikataka kujua kama labda ulimpa muda ukamsikiliza. yeye kaja kamuulizia Nurat. Sasa kuongea na mimi tunakuja vipi? Unanielewa? Amekuja akakuulizia wewe. Mimi nahusika wapi hapa? Ndio maana nimekuuliza yule ni nani, kwa sababu hata alipokuja inaonekana ni mtu ambaye unamfahamu. Ni kweli namfahamu. Ni mtu ambaye ninasema ni mtu wangu wa karibu. Nini? Ni mtu wangu wa karibu, yani maanisha tuna mahusiano. Ishia hapo hapo kwanza. Hebu naomba unielekeze vizuri. Ni mtu ambaye una mahusiano naye. Lakini mimi kama kaka sifahamu lolote na niko nyumbani hapa. Hayo mahusiano ni mahusiano gani? Kiasi kwamba mtu ambaye wewe una mahusiano naye mimi nashindwa hata kumfahamu. Ndio maana alikuwa anataka aje ili angalau mjue. Ngoja kwanza. Sijakuelewa kitu kimoja. Ni mtu ambaye una mahusiano naye au ni mtu ambaye ndio unataka kuanzisha naye mahusiano? Hapo umenichanganya kidogo. Na mahusiano naye lakini bado hajaja kwako kujitambulisha. Kwa hiyo ndio maana bado hajaanza. Okay. Nurat, unaona akili timamu? Unajisikiza wewe mwenyewe pointi unazoziongea? Ni mtu wangu wa karibu sana. Nina mahusiano naye sana. Mahusiano ya wapi na nani mtu nisiyemfahamu? Simjui kabisa. Wewe una akili wewe? Ndio mwanzo wa kujuana sasa. Mwanzo wa kujuana na nani? Mwanzo wa kujuana na nani? Anategeshea upo ndipo yeye anajileta hapa. Nurat, naomba unisikilize vizuri. Mambo ya kwanza kunichanganyishia mafaili mimi sitaki. Nafikiri unanifahamu vizuri. Sitaki. Kweli mtu anakuja anajileta tu, yani kaa chooni yani. Angekuwa basi hata na nidhamu, atafuta hata watu wa kumsindikiza aje nao kama shida ilikuwa kuja kujionyesha hapa. Unaingia kaa chooni tu. Ni akili hiyo. Lakini mbona kaka kama unamchukia bila sababu? Sio namchukia bila sababu. Wewe unaingia tu nyumba za watu kama chooni. Mbona ni marafiki zangu wangapi wanakuja wananiulizia na una. Haijalishi. Sikiliza, sio bila sababu. Mimi ni mtu mzima. Siwezi nikamchukia mtu bila kuwa na sababu. Nina akili timamu. Mimi wakati mwingine au unakuta nafoka hivi, wewe mara ngapi wanakukanya 1 2 3 huwa kunakuwa hakuna sababu. Yule kijana simuhitaji hapa nyumbani. Nani kwa nini usimuhitaji? Mbona kama mimi unaongea vitu vingi sana na kusikiliza, lakini wewe mimi nimeongea tena kwa herufi kubwa, wewe pigia mstari. Yaani maliza kwa kupigia mstari, sihitaji maswali. Alafu kitu kingine. Naona kama unajisaulisha mzee alizungumza kitu gani? Mzee aliongea kitu gani? Yupo mwanaume ambaye ni sahihi kwa ajili yako, aliandaliwa na huyo ndo ambaye wewe unatakiwa uwe naye. Unaanza kuniletea unanichanganyishia mafaili watu. Unapotea. Sikiliza hata mimi, ungesikiliza hata hisia zangu. Sasa ukisema tu mnilazimishe eti kwa sababu walisema mimi nitaolewa naye, hiyo haikai sawa. Na mimi mwenyewe hata simpendi mtu mwenyewe nimesema. Mimi nampenda yule aliyekuja hapo. Ndio maana nilimruhusu mpaka aje hapa nyumbani. Ushakuwa mtu mzima, tayari una maamuzi yako. Hayo maneno unayoniambia mimi leo hayanihusu. Ungemwambia yule ambaye tayari amejilalia kule makaburini. Baba, kwa nini hukumwambia mwanzo? Wakati anaongea wewe ulikuwa wapi? Wewe ungemwambia mzee, mimi siko tayari, sina hisia naye, yupo mtu ambaye yupo kwa ajili yangu. Leo unakuja kuniambia mimi nipo kukamilisha kile kilichosemwa na mzee. Mzee aliangalia nini mimi sijui. Aliona kitu gani mbele mimi sifahamu, ila nipo kusimamia yale aliyoyazungumza. Nurat, labda nikuulize. Kitu gani hapa nyumbani ambacho umepungukiwa? Wana mahusiano na huyo kijana juzi tu hapa, homa imekutandika vibaya mno. Nilikuwa nahangaika mimi mpaka usiku. Muda wakati mwingine nakosa hata usingizi. Natoka na kuja kusimama katikati, yani nasimama mlangoni kwako chumbani. Nisikie tu nasikilizia maendeleo dogo vipi anaendeleaje. Kuna msaada wote kwa huyo kijana? Msaada wa kuja anakuja tu kama anaenda chooni vile.
Mbona unawadharau wazazi kiasi hicho? Mbona baba unamdharau kiasi hicho? Naomba unisikilize. Yaani naomba tena unisikilize kiumakini. Huyo kijana iwe mwanzo na mwisho ukanyaga hapa. Na nimeshamfahamu, sura yake nimeinoti kichwani vizuri kabisa. Sehemu yote nitakapomuona. Na akileta tena pua yake hapa akaendelea, nitamfanya vibaya. Nitamkata miguu yake. Nimsikilize kwa lipi? Nimsikilize kwa lipi? Wewe umenitambulisha rasmi yule. Wakati amekuja alikukuta hapa, paka mnaelekezana, wewe fika tu nyumbani, wewe nenda muda wote unapojisikia. Kaka hana shida. Wala fia angejua kwamba pana shida hapa angekuja kama alivyokuja. Mbona una akili wewe? Mbona ni mpumbavu afu kila siku tunakaa tunaongea jambo moja hilo na mzee alisisitiza kwa masikio yako ulisikiliza. Leo hii unapingana na kauli ya baba. Shenzi wewe. Nimuone tena huyo kijana. Kama na ufungu mmoja. Mimi nakwambia mimi mazingira nimesha kupanga vizuri. Wala blaza hataweza kutokea. Ndio kwanza ipo kazini. No, ati kweli? Nipo kazini. Siku ile nimekuta tu kwa sababu kwa weekend na break. Nipo kazini. Maana kaka yako mkali yule. Ona, ndio tu mzuri utafanya. Ndio alivyo. Ila nimekumisi. Nimesikia zako ulivyotoka. Huko ni kwema. Eti. Sasa tunafanyaje? Maana kaka kuna maneno aliniambia sikuelewa vizuri, alisema eti sijui una mchumba wewe. Hamna, ule mtani kitu sahihi. Bila mimi naisikia kitu kitakuwa sawa. Tumbe muda. Ndio imekuwa ghafla. Tuendelee kumpa muda. Tuendelee kumpa muda kwa sababu sijui ni kwa ghafla sana. Kwa hiyo ninaamini atanipokea. Sawa. Ngoja tuachie muda uongee. Kwa sababu atanifika sasa. We Nurat. Unaongea nini? Haya, sawa. Marahaba. Mzima? Marahaba. Hebu nenda jikoni, umeshapika tayari? Nenda jikoni. Nina haraka na sina muda mrefu sana wa kukaa hapa. Wewe anza kuandaa chakula. Kijana. Karibu. Asante. Naona umerudi tena. Nakuja tu kumsalimia. Kumsalimia? Ndio. Kwani mimi na wewe tulizungumza nini mara mwisho? Unajua lakini naifanya kitu kimoja. Mimi naomba nikusaidie. Tuepushe tu mambo mengi. Sio vizuri kila siku tunakaa tunaongea jambo moja kila siku hilo. Fanya kitu kimoja. Naomba uende. Sio lakini. Leo sitaki kuongea sana. Kwanza nimechoka na shughuli za kazini. Na nimekuja kwa dharura tu hapa. Fanya hivi, sijisikii kuongea maneno mengi. Kwani nimefoka? Hapana. Kufoka lakini nilikuwa naomba. Ombi gani? Nilikuwa naomba unisikilize na mimi. Ndio nakusikiliza. Kwa hiyo naongea sikilize. Sijajua pointi yako ni nini, maana tuliyoongea ni mengi sana mara ya mwisho mimi. Kuhusu nini? Kijana, fanya kitu kingine. Ndio. Sijapata muda wa kukaa naye huyu vizuri mazungumzo. Leo nimeona niongee tu kibinadamu. Sawa? Sijapata muda wa kukaa naye. Nilikaa naye lakini sijapata muda wa kukaa naye vizuri kwa sababu niko busy sana na kazi. Fanya kitu kimoja, mimi nitakaa naye. Alafu tukifikia muafaka basi nitajua tunaanzia wapi. Ngoja nikae naye kwanza nimsikilize vizuri. Ila kwa saizi tuepushe mambo mengi.
sijisikii kuongea sana. Wewe naomba uende, ila mimi nitakaa naye. Nafikiri tutajua mrejesho na kaini. Sawa, asante.